Wanasakhu, na kufutwa kwa sheria, imma sarihun, ama kuwe waziwazi, wa imma dhimni, au uwe kwa kidhamana, yani sio wazi wazi. Yani imekuja sheria ikafanya kazi, alafu ikaja sheria nyingine ikatamka wazi kuwa sheria ile ya mwanzo sasa imefutwa. Hiyo inaitwa naskhun sarih, ufutaji wa wazi wazi, moja kwa moja, kwamba ilikuwepo sheria ikafanya kazi, ikaja sheria nyingine ikaiondoa ile sheria ya kwanza iliyokwisha fanya kazi. Na humu atatoa mifano tutazidi kuelewa. Hiyo ndo naskhu sarih. Ama an-naskhu dhimni, kufuta kidhamana, maana yake ni kwamba sheria imekuja imefanya kazi, ikaja sheria nyingine haikutamka wazi kwamba inaifuta sheria ya kwanza, lakini ukenda kuitekeleza utaona itaifuta ile sheria iliyotangulia kiutekelezaji. Kwa hivyo hiyo inaitwa dhimni. Haikusema kama tumefuta sheria ya kwanza, lakini ukenda kuitekeleza inakuwa tayari shaifuta ile sheria ya kwanza. Sasa wacha tuone atakapotufafanulia. Amma an-naskhu sarih au as-sarihu, kasema sarihu kwa sababu ni sifa, ni mubtada na khabar au sifa na mawsuf. Amma an-naskhu sarihu, ama ufutaji wa waziwazi, fahuwa ni kule ambako an yanussa ash-shari'u, aseme wazi mweka sheria, sarahatan wazi ala ilgha'i al-hukm sabiqi, juu kuipuuza hukumu iliyotangulia. Nini? Mbona mnaendelea kusema hamuyataki au yataharibu sauti? Yanaharibu rekodi Haya, kwa hivyo aliyewasha feni anaomba ayazime, hasa haya mbele huku yanaweza yakaingilia rekodi zetu katika sauti. Uncle, au kuna watu wameomba kwa sababu wameona joto jingi? Haya ya mbele haya yanaweza yakaingilia sauti au yote? Basi wanasema yote azimwe, tutahiriwe, yote azimwe, ubaki hivi. Haya, yani naona mnatizamana tu kwa macho, mimi nikahisi kama liko jambo nyinyi mnasema. Adabu zenu Mungu aziongeze, ziwe hivyo siku zote, sio mnasema ovyo. Fahuwa an yanussa ash-shari'u ni kutamka mweka sheria sarahatan wazi ala ilgha'i al-hukm sabiqi, juu ya kuipuuza hukumu iliyotangu li ilgha, au kuifuta kwa neno jingine, kuifuta hukumu iliyotangulia. Mithlu, mfano, mithlu qawlihi ta'ala, mfano wa kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema hivi: a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayuhan nabiyyu harridhul mu'minina 'ala al-qitali in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa in yakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200 wa in yakum minkum 1000 yaghlibu 2000 bi idhnillah wallahu ma'as sabirin. Surah Al-Anfal. Inasemwa aya hizi mbili hazikuteremka pamoja. Ile ya kwanza iliteremka, halafu baada ya muda ikaja ikateremka hii ya pili. Lakini katika uwekaji wa aya Mtume salamu akasema hii ya pili iwekwe mara baada ile ya kwanza pale katika mpangilio, lakini katika uteremkaji ziliteremka katika vipindi tofauti. Sasa inasema hivi: ya ayyuhalladhina amanu, ya kwanza hiyo, enyi ambao kwamba mmeamini. Ya ayuhan nabiyyu, ewe nabii, harridhil mu'minina 'ala al-qitali, wahimize waumini juu ya kupigana vita. Anaambiwa Mtume salam awahimize au awahamasishe Waislamu juu ya kupigana vita, uende wakapigane vita. Ni jambo la kuhamasishwa na la kuhimizwa. In yakum minkum 20 sabiruna, wakiwepo miongoni mwenu 20 wenye kuvumilia, yaghlibu 200, watashinda 200. Sharti lake sabiruna, piga mstari chini ya neno sabiruna, wenye subira, endurance, ule ukakamavu na uvumilivu wa mapambano, ndio sifa kubwa. Stamina, kwa mambo ya michezo tunaita stamina. Ile ndio sifa ya kwanza ya kupigana, sio kujua kupigana, kwanza kuvumilia ndio sifa ya kwanza. Unaweza kuwa unajua sana kupigana lakini si mvumilivu. Na ndio maana katika mambo ya mapambano kwanza unateswa mwanzoni, unateswa sana
katika kufundishwa mapambano, mpaka uweze kuvumilia yale mateso, mwili wako uwe sasa ushakuwa sugu, ndio unafundishwa sasa mambo ya kupigana. Mbinu za kupigana zinakuja baadaye, kwanza subira. Na maisha yako hivyo hivyo, na mapambano yote yako hivyo, subira ndio kitu cha kwanza. Alafu ndio mbinu nyingine za baadaye, stamina kwanza. Ndio maana kocha akipewa timu akaingia nayo kambini, kwanza anaanza na stamina. Unaweza kujiuliza mbona hatuchezi mpira wiki 3? Mnapigwa stamina tu, mbio nini, mazoezi ya viungo mpaka unakojoa damu wakati mwingine. Ndio stamina. Alafu baadaye kinakuja tena kitu cha tekniki au mbinu. Sasa in yakum minkum, ikiwa atapatikana miongoni mwenu 20 sabiruna, 20 tu wenye stamina, wenye uvumilivu wa mapambano, basi yaghlibu 200, watashinda 200. Piga hesabu 20 kwa 200, maana yake ni 1 kwa 10. 1 kwa ngapi? Kwa 10. Kila mtu mmoja atapigana na watu 10 na atawashinda, ikiwa kaingia kwenye subira au kaingia kwenye stamina au kaingia kwenye uvumilivu, basi mtu mmoja atawashinda watu 10 kwa subira. Wa yakum minkum 100, na wakiwepo miongoni mwenu 100, yaghlibu 1000, watawashinda 1000 min alladhina kafaru, katika wale waliokufuru. Ndio yale 100 kwa 1000 ni 1 kwa ngapi? Kwa 10. Bi annahum qaumun la yafqahun, kwa sababu wao ni watu wasiofahamu mambo kwa undani. Inaonekana mambo yafahamike kwa undani kabisa, na moja ni kukifahamu kifo. Katika mapambano lazima ukifahamu kifo kwa undani kabisa, kifo ni kitu gani. Na wengi wetu kifo hatujakifahamu kwa undani, tunakiona kama tukio tu. Lakini anayekifahamu kifo kwa undani anaona ni safari tu. Kila mtu pasipoti anayo na visa ishagongwa muhuri, wakati wote ataondoka. Kwa hivyo anaona kama kusafiri tu kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Sasa makafiri hawakifahamu kifo katika hali hiyo, wanakifahamu tofauti. Ni sawa na mtu ambaye hayafahamu maji katika kuogelea. Mwenye kufahamu bahari au mto, maji vizuri kuogelea, anajua anaweza akapiga mbizi, asema nitapiga mbizi hapa na mtaibukia pale barabarani. Asiyafahamu anaweza kupiga mbizi hivyo. Sasa na yule anayekifahamu kifo asema mimi napiga mbizi tu hapa duniani, nitaibuka kule kwenye barzakhi. Sasa akishakuwa kafahamu namna hiyo, yeye kwake ni kitu cha kawaida kwenda kupambana. Sitaki kwenda ndani sana, tokea hapo tuna maadui wengine watasema wana misimamo mikali na hivi na hivi, wanatutafutia sababu tu. Kesi tuko kwenye kufundisha. Tumefahamiana? Na wengine watu wao wamepandikizwa umumu, tunawajua. Aya hii hapa inaonekana iliteremka mwanzo peke yake. Hii hapa iliteremka mwanzo peke yake. Kwa hivyo aya ilikuwa inasema 1 kwa 10. Aya ilikuwa inasema 1 kwa 10. Kwa mujibu wa aya hii, maana yake Muislamu hatakiwi kukimbia vita akiona wako kidogo, apige hesabu. Ikiwa tunagawana wale makafiri waliopo pale 10 kwa 1, basi bado vita viendelee. Wakizidi zaidi ya hapo ndio mnaweza kuamua kuondoka. Lakini 1 kwa 10 tu, vita vifanyeje? Viendelee. Wakati wa imani imewiva, imani iko kali, 1 kwa 10 ni vitu vya kawaida tu. Sasa baadaye katika utekelezaji ikaonekana kuwa kuna wengine wanalegalega, ndio ikaja aya hii inosema al'ana khaffafa Allahu ankum, hivi sasa amepunguza Mwenyezi Mungu kwenu, wa alima anna fikum dha'fa, na ametambua kuwa ndani yenu kuna udhaifu. Umeona? Kwa hivyo pale ambapo mnakwenda wengi kwa wengi ndio dhaifu, lakini mnapokwenda kidogo kwa wengi ndio mko imara. Sijui tumeelewana vizuri hapo? Ukijiona mmoja unaweza kuwashinda 10, maana yake mko imara. Lakini ikiwa mmoja unaweza kushinda 2 au 3 au 9, bado wewe ni dhaifu. Kila ukishuka 1 kwa 9 unakuwa dhaifu, 1 kwa 8 dhaifu zaidi, 1 kwa 7 dhaifu zaidi, mpaka 1 kwa 1 ndio dhaifu. Na mkifika 2 nyinyi kwa mmoja wao ndio mshaoza, hamfai. Al'ana, hivi sasa, khaffafa Allahu ankum, kapunguza Mwenyezi Mungu, wa alima anna fikum dha'fa,
na amejua kwa ndani yenu mna udhaifu. Fa in yakum minkum mi'atun, basi wakipatikana miongoni mwenu 100 sabiratun, kwa sifa ile ile piga mstari sabiratun, wenye kusubiri, yaghlibu 200, watashinda 200. Kwa hivyo sasa imekuwa mmoja kwa ngapi? Kwa wawili. Kutoka mmoja kwa 10 mmeshuka mpaka mmoja kwa wawili. Wa yakum minkum alfun, na ikiwa watakuwepo miongoni mwenu 1000, yaghlibu 2000, watawashinda 2000. Ndio ile moja kwa wawili. Na yote bado ni biiznillah, kwa ruhusa ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Piga mstari chini ya biiznillah, kuonesha kuwa vita hivi vya jihadi vina ruhusa ya Mungu, kwa sababu mnatetea dini yenu. Kama hakuna ruhusa ya Mungu haiwi jihadi. Ndio maana huwauliza maandamano yanakuwa vipi jihadi, wapi amepata ruhusa ya Mungu? Yata biiznillah ndio inakuwa jihadi. Hiyo ni biizni sheikhi, yule mnayemwamini nyinyi. Tuandamane tu kwa bawala, bawala. Hiyo ni biiznillah kweli? Sisi yatakuwaje jihadi? Tukisema tunajua tunakera watu, lakini tunataka haya mambo ya kidini yasitumike mahala pasipokuwa pahala pake. Mnauchaka si biiznillah. Hiyo si biiznillah ndugu yangu, hayo ni mawazo yako mwenyewe umetaka kuyafanya kuwa ni mawazo ya Mwenyezi Mungu. Si hayatoki kwa Mwenyezi Mungu, yanatoka kwenye nafsi yako. Kwa hivyo Waislamu tutulie, tutahadhari Kwa sababu ukatumiwa wewe ukaamini kuwa unapigania dini, kumbe hupiganii dini. Hilo ndo ambalo mimi silipendi. Kama ingekuwa ni dini kuipigania, hakuna tabu yote. Biiznillah. Wallahu ma'as sabirina, na Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Sasa unaona imekuja sasa mmoja kwa wawili, kutoka kule mmoja kwa 10. Hii aya hii ya pili sasa inamwambia Muislamu, kama ukiona makafiri wako zaidi ya wawili unaweza kukimbia ukajinusuru. Lakini ile ya mwanzo ukiwaona wako 10 usikimbie. Na pale ndo Waislamu walipokuwa na imani kubwa, 1 kwa 10 anapambana. Sasa imani ilipopungua ndo tumekuja mmoja kwa ngapi? Kwa wawili. Na nafikiri sasa imekuwa ni 1 kwa 1 katika utekelezaji. Na pengine 2 kwa 1. Kwa sababu sisi sasa tumeingia kwenye tabia za Kiyahudi, ba'suhum bainahum shadid, vita vyao wenyewe kwa wenyewe ndio vikali zaidi. Wayahudi ndio walikuwa wenyewe kwa wenyewe wakigombana wanagombana zaidi. Lakini sasa hivi imekuwa sisi Waislamu tukigombana tunagombana zaidi. Anatokea mtu anamuita Muislamu mwenziwe kafiri. Shia anakwambia Shia kafiri. Anakuja mwingine sote na tuita kilabu nari, mbwa tu wa motoni kwa sababu yeye anavaa soksi. Umeona mambo hayo? Tutapambana na makafiri lini? Wakati sisi sote ni Waislamu, tunatakiwa tuwe pamoja. Zile khitafu zetu ziwe ni za ndani, tunazungumza wenyewe kwa wenyewe, na mapambano yetu kukutetea Uislamu yawe ni mamoja. Haya, kini ndio tunaambizana. Kuambizana kuko, kusikilizana hakuko. Hiyo suratul Anfal. Wa mithlu qawli rasuli sallallahu alaihi wasallam, mfano kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum bil akhirah. Hadithi tumewahi kusema huko nyuma katika masomo yetu, na tunaikumbushia tu hapa kama mtu alikuwa anapitia vizuri masomo yaliyotangulia tumeshasema. Kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Maka aliwakataza Waislamu wasitembelee makaburi, kwa sababu wakati ule bado hawajahama Maka kuhamia Madina, makaburi yalikuwa hayafati taratibu za imani moja, yanafuata taratibu za ukoo. Kwamba wewe umetokea ukoo huu utazikwa pahala wanapozikwa watu wa ukoo wako, bila kujali kwamba wao ni makafiri na wewe ni Muislamu. Na zile koo zilikuwa zimechanganyika, wengine Waislamu wengine makafiri. Sasa unapotembelea makaburi yote yako pale pamoja, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Sasa ukiyatembelea ukaombea dua pale, inakuwa sasa haijulikani unayemuombea ni nani. Na ile picha, ingawa wewe una nia ya mtu wako, lakini ile picha inayotoka katika jamii inatoka ya kuwachanganya watu. Ukisema hapana kutembelea makaburi, acheni. Lakini walipofika Madina, Waislamu wakawa na maeneo maalum ya kuzikana wao. Sasa akasema na kuruhusuni mtembelee nini makaburi. Ndio maana akawaambia pale Madina, kuntu nahaitukum. Unaona hiyo kuntu? Nilikuwa nimekukatazeni an ziyaratul kuburi, kutembelea makaburi kule Maka.
Tumefahamiana? Sasa inakuja ala fazuruha, lakini yatembeleeni hivi sasa. Fa innaha tudhakirukumul akhirah, kwani haya yatakukumbusheni mambo ya akhira, kwamba fulani alikuwepo kashakufa, fulani alikuwepo kashakufa, na mimi nitakufa hivyo hivyo. Kwa hivyo utakumbuka kwamba unayo safari. Unaona? Kwa hivyo unaona inakuwa ndio ile amri ya Maka ya kukataza imekuja kufutwa huku Madina. Kwa hivyo ile imekuwa mansukh na hii imekuwa nasikh. Hii imefuta ile iliyotangulia. Hata bubu wa Unguja anaombea wote dua, si sauti peke yake. Au unakusudia redio ni wanaombea? Sawa, msimamo wa redio lakini sio msimamo wa Uislamu. Si redio. Kaishtaki redio kama unaona wewe ukubaliani nayo. Huyu anataka kutupeleka kwenye siasa. Wa qauluhu sallallahu alayhi wasallam aidan, na kauli yake Mtume sallam vile vile aliposema, inma nahaitukum an iddikhari luhum al-adahi li ajli ad-dafa ala fadakhiru. Na hii nayo ilitokea Madina. Tumeisema kule nyuma, lakini tunaikumbusha kwa sababu wengine wamesahau, wengine wameingia katikati ya darasa, wengine watatusikiliza kupitia vyombo mbalimbali. Katika Idi ya mfungo 3 Waislamu wanachinja wanyama, wale mahujaji na hawa wengine wenye uwezo katika miji yao. Sasa uliingia ugeni katika mji wa Madina kutoka maeneo mbalimbali, na hasa wale wanaoishi majangwani, mabedui walikuja kumsalimia Mtume pale, kujifunza Uislamu katika kipindi cha mfungo 3. Ikafika wakati ule wa Idi, watu wenyeji pale wanachinja. Kawaida wanaochinja walikuwa kishachinja wanakula nyama, halafu nyingine wanaweka akiba, wanakula siku 2 3, wanaanika, wanakausha, wanapambia, wanakula kidogo kidogo. Lakini ulipoingia ugeni ule na maduka ndio yamefungwa siku za sikukuu, akasema hakuna haja ya mtu kuweka akiba ya nyama. Kama anayo nyama nyingi hakikisha na wengine wanapata, hata kama ni kwa kuuza, kwa kuwagaia, kwa kirimu, kwa sababu hao wengine wageni wamekuja hapa hawana wanyama, watakula nini? Msizuie, msiweke akiba. Ugeni ule ukafaidika, alafu kenda zake. Ulipofika mwaka uliofuata, watu wakawa na lile la kwamba Mtume alitukataza tusiweke nini? Akiba ya nyama. Lakini sasa hakuna ugeni. Ndio wakamfuata akamuuliza, bwana wewe vipi? Safari hii mbona hakuna ugeni, hizi nyama tuweke akiba au tule, tufanyeje? Akasema, nilikuwa nimekuzuieni kuweka akiba ya hizo nyama kwa sababu ya ugeni ulioingia. Sasa hakuna ugeni, wekeni akiba ya nyama mle kidogo kidogo. Ndo kuntu nahitukum an iddikhari luhumil adahi, nilikuwa nimekukatazeni kuweka akiba. Iddikhari, kuweka akiba. Wa yunabbiukum bima taakuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Nabii Isa anambia nitakwambieni juu ya kile mtakachokula na mtakachoweka akiba katika majumba. Iddikhari, kuweka akiba. Nilikuwa nimekukatazeni, kuntu nahitukum an iddikhari, juu ya kuweka nini? Akiba, luhumil adahi, nyama za chinjo zile za mfungo 3 za udhiya. Tumefahamiana? Li ajli dafa inma nahaitukum, hakika si vinginevyo nimekukatazeni anidikhari luhumil adahi, juu kuweka akiba nyama hizo za chinjo, li ajli dafa, kwa ajili ya ule ugeni ulioingia. Ala fadakhir, lakini sasa wekeni akiba kwa sababu ule ugeni umefanyaje? Ushaondoka. Tumefahamiana vizuri hapo Kwa hivyo unaona Mtume sallam pia alikuwa anatoa amri, alafu anakuja anazitengua kwa sababu ya yale mazingira. Lakini katika hii mifano miwili ya mwisho nalo la kusema. Pamoja na mwandishi kutolea mifano, na mimi nalo la kusema. Ukichunguza sana hii mifano miwili ya mwisho, kuntu nahitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa inna tudhakirukumul akhirah, na hii inma nahitukum an dikhari luhumil adahi li ajli dafa ala fadakhiru. Hizi zinaonekana zaidi ni amri zilizokwenda na mazingira. Amri zilizokwenda
Kuna mazingira unalikataza jambo, alafu kuna mazingira jambo lile lile ulilikataza unafanyaje? Unaliruhusu. Zamani, si zamani sana, watu wa uzima wenye umri zaidi yangu watakumbuka, ilikuwa mwanamke akizaa kwa operesheni hospitali, mume wake anapewa kondom. Mwanamke akizaa kwa operesheni, wakati wa kondom zinapatikana hospitali tu, hakuna kondom inauzwa dukani. Akizaa kwa operesheni anapewa kondom, mume wake anaambia huyu akishapona hichi kidonda usifanye haraka umuingilie kwa hizi, asije akabeba tena mimba mapema. Je, kwa matumizi yale ilikuwa kondom inafaa haifai? Mbona mmechelewa kunijibu? Kanijibu mtu mmoja tu. Kwa matumizi yale kondom ilikuwa inafaa haifai? Halijafahamika swali? No. Badru bwana, nakupa fatiki leo, toka kwenye darasa kwa sababu wewe hujafahamu. Haya, lipi jibu moja? Lipi jibu moja lilokuwepo loloe? Wewe unajibu gani katika hayo mengi? Aye, mashaka mengine. Nasema hivi, kipindi cha zamani si sana kwa sisi tunakumbuka na wale watu wazima, ilikuwa mke akizaa kwa operesheni hospitali, mumewe anapewa kondom hospitali. Aambiwa huyu hata akipona hichi kidonda usifanyie haraka kumbebesha mimba. Je, kwa mazingira yale kondom ilifaa haikufaa? Baadaye mashirika ya afya ya dunia yalipofanya tathmini ya janga la ukimwi duniani, yakakuta limekuwa kubwa, ndio yakasema sasa hizi kondom ziuzwe madukani, ziuzwe kwenye mafamasi, ambao viongozi wa kidini wakakataa. Iko wazi. Na mpaka leo msimamo wa kidini ni kukataa kufanya biashara nini ya kondom. Iko wazi. Kwa sababu maana yake ukinunua wewe unafikiria zinaa, ufikirii jambo la ndoa. Kwa hivyo inahamasisha nini? Inahamasisha zinaa. Kwa hivyo kwa hapa tunakataa, lakini kwa kule hospitali ilikuwa inakubalika. Na kuonesheni jambo lile lile moja linaweza kuwa katika mazingira fulani linafaa na katika mazingira fulani halifai. Sisi tuko katika kusoma, tuko kwenye ushabiki. Kama mtu ana ushabiki wake, ana hisia zake, tunamruhusu. Sio tumesema hii si darasa ya kuburuzana kwamba lazima ukubali alichosema shekhe. La. Hapa tuko kwenye kusoma na tunatolea mifano. Tumeelewana vizuri hapo? Kwa hivyo asiyekubali huru kabisa. Si lazima. Mimi si lazima nikubaliane na nyinyi, na nyinyi si lazima mkubaliane na mimi. Lakini tuko katika mifano. Tumefahamiana vizuri hapo? Ndio yale nilimwambia Rasta, bangi ni dawa ya sikio. Sasa kuinunua kwa ajili ya kutia kwenye vidonda vya masikio itafaa haifai? Ndio swala hilo. Si dogo, Hijabu vile vile. Unaona mambo mwingine ananipeleka zaidi, dawa hijabu, Wengine wamesema mpaka dawa ya kansa. Sijui kama kweli au ni maneno. Haya. Kwa hivyo tumeona kwamba hapa ni suala la kipindi fulani jambo kufaa na kipindi fulani jambo kuto kufaa. Kwa mfano umekwenda kuishi katika nchi ambayo Waislamu na wasio Waislamu wanazika pamoja. Utawaruhusu watu kwenda kufanya ziara kwenye makaburi au huwaruhusu? Huwaruhusu, utawazuia. Kwa hivyo ile sheria haijafutwa, itategemea mazingira gani tunayozungumzia. Tumefahamiana Na hiyo vile vile ya kuzuia nyama ni hayo kwa sababu kwa mazingira fulani Mtume alizuia na kwa mazingira fulani akaruhusu. Hiyo ndio naskhi. Wa amma naskhu dhimni, ama ufutaji wa kidhamana, fahuwa alla yusarriha ash-shari'u bin naskhi,
ni kutosema wazi mweka sheria juu ya kufuta kwamba kalifuta jambo, walakin yushri'u hukman, lakini anaweka sheria hukumu muaridhan, inayopingana hukma usabiqi, na hukumu yake ya mwanzo, bila kusema kwamba hukumu ya mwanzo nimeifuta, lakini hii sheria ya pili inakuja kuipinga ile sheria ya mwanzo. Kwa hivyo moja kwa moja sheria ya mwanzo itakuwa haifanyi kazi, kwa kuwa ipo sheria ya nini, ya pili. Sasa